Chief Godlove kwa mara nyingine tena ameingia kwenye headlines baada ya kutabiri kifo chake. Sasa imekuwa ni kama vile kawaida sana sasa hivi kwa watu kutabiri. Sasa huyu ameenda mbali zaidi kwa sababu ameonyesha hata vitu ambavyo ni kama vile viashiria vya kwamba ameshajiandaa tayari kwamba lolote likitokea basi mambo yanakuwa vizuri tu, yani hakuna complication wala nini. Lakini pia kuna ule usia ambao yeye ameweza kuacha kwamba eti ni kama usia kwa mujibu wa anavyosema, ingawaje ni maneno yake, lakini anasema kwamba huo ndio usia wa jinsi ya mazishi yake yawaje, pesa zake ambazo yeye anasema anazimiliki apewe nani na vitu kama hivyo. Mengi sana kayasema. So ngoja nikwambie hapa kiufupi kuhusiana na kile ambacho yeye ameweza kukisema. Ingaje mambo mengine ni personal sana, lakini sijui amewaza nini hasa, lakini ameyasema haya ambayo mimi nataka nikusanue hapa. Sasa point msingi, tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapate kufahamu ukweli wote juu ya kila ambacho yeye ameweza kukiandika, na ameweza kuonyesha kwamba ni kama vile amejitabiria kifo fulani hivi. Alafu pia utashangazwa sana kwa sababu ni ngumu zaidi kwa mtu wa kawaida kufanya vile vitu ambavyo nadhani yeye ameamua kuvifanya. Sasa kabla ya yote, mimi nikukumbushe, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video kama ulikuwa bado hujasubscribe. Alafu tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu kweli wote. Kwa nini Chief Godlove kasema hivi? Na kasema yapi hasa? Mimi naitwa Gabby Official, tuanze tu. Sasa kama kawaida, siku hizi ni kama vile imekuwa ni kawaida fulani hivi kwa watu kujitabiria kifo. I don't know kama ni imekuwa ni show off, like mtu anaamua tu kusema kila ambacho anajisikia au vipi, lakini hii imetokea pia kwa upande wa Chief Godlove ambaye yeye amekuja kusema kwamba anajua ni lini atakufa na ashajiandaa kila kitu. Kibaya zaidi ni kwamba Chief Godlove amesema kwamba yeye anaishi na jeneza. Yaani nyumbani kwake anaishi na jeneza. And of course jeneza lake ukiliangalia limeandikwa Godlove Mwakibete, na anasema kwamba anaishi nalo. So manake ameshajiandaa tayari kwamba kama ikitokea tu amekuja kuondoka duniani, basi sije kuwa kipengele sana kwake yeye kuweza kutafutiwa ama kuhangaika sana sehemu ya maziko na nini, basi jeneza lake liko tayari. Na anasema kwamba siku akifa basi jeneza lake hilo hilo ndio litumike, yani wasije kutumia jeneza lingine tofauti. Huenda yeye mwenyewe akawa anajua kwa nini anasema hivyo, lakini ni moja ya kitu ambacho kimewashangaza watu wengi zaidi, kwa sababu how comes mtu anajitabiria kifo wakati anayejua wewe utakufa lini ni Mungu peke yake. So hawa wenzetu vipi? Au pengine tu anajaribu kutengeneza ile kuzungumzwa sana, headlines ziwe zinawaandika sana na vitu kama hivyo, sijajua. Kwa sababu kwa upande wa Chief Godlove tumeona amekuwa na dramas nyingi sana, tumeona mambo ni mengi sana kwa upande wake, na recently amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye kwenye headlines ni kama vile hatoki. Sasa tunafahamu Chief Godlove, kwanza pesa zake watu wengi hawajui, mishemishe za Chief Godlove of course hatujui, zaidi tu ya kumuona kwenye magari ndinga kali, kwenye ma-apartment makali, akiwa anakula maisha ya bata na vitu kama hivyo. Lakini wengi kiwauliza kwamba ushawahi kuona ama ushawahi kusikia Chief Godlove ana mishemishe gani, watakwambia kwamba hawajui, kwa sababu mara zote tumekuwa tukimuona tu ni mtu fulani ambaye all the time yupo tu. So maybe waga usiku ndio mida ambayo anapigaga kazi, we don't know. Lakini kitu kingine ni kwamba anasema kwamba pale alipo yeye ana mtoto wa kumzaa yeye kama yeye, yani mtoto ambaye anaweza kumuita Chief Godlove baba, natural baba ama biological baba, yule baba wa kumzaa kabisa, hana mtoto. So anasema kwamba kwa wakati huo ikitokea kipindi ambacho yeye pengine akafa hata ghafla, basi wale ambao watakuwa nakaa nao ama yule ambaye atakuwa nakaa naye kwa wakati huo na amemtemu kama mtoto wake, ndio mmoja watu ambao watakuja kushikilia mali zake, yani aje kupewa hizo mali zake. Kibaya zaidi inasemekana kwamba Chief Godlove bwana mwenyewe anasemaga kwamba hata kama akija kufa basi wazazi wake wasipewe mali zake zozote kwa sababu ni hatari. So I don't know neno hatari hapa kamaanisha lina maana gani, pengine kwamba inaweza ikawadhuru au vipi. Kuna namna yoyote ile pale ambapo pengine Chief Godlove upatikanaji wa pesa zake sio wa kawaida na vitu kama hivyo. Yote ni maswali ambayo unaweza kujiuliza, lakini jibu sahihi ulipata ni uongo. Lakini cha mwisho zaidi alichosema ni kwamba yeye hataki kuzikwa Dar es Salaam wala hataki kuzikwa Mbeya, ila anataka kuzikwa kwenye mkoa ambao hajawahi kukanyaga, yani kwenye mkoa ambao hajawahi kwenda hapa Tanzania. Ndio mkoa pekee ambao yeye anadai kwamba huo ndio mkoa ambao anataka aende kazikwe. Na kwa mujibu wa yeye ni kwamba anasema alikuwa serious kabisa, ni yuko serious kabisa kwenye kusema hiki, kwa sababu sijui kwa nini amesema mapema hivi, kwa sababu ni ngumu sana mtu kujitabiria
kifo at the time you are still alive, of course ni ngumu sana, lakini kwa upande wake pengine kuna kitu amekiona mbele yake na ndio maana akasema hivyo. Kumbuka sio mara ya kwanza Chief Godlove kuweza kujitabiria kitu kama hiki. Alishawahi kusema kama almost miezi 7-8 imepita hivi akasemaga hivyo, lakini by that time hakuwa anaishi na jeneza, lakini this time anaishi na jeneza, na tunafahamu pia manyoka anaishi nayo, na nami ni waga mnaona yale manyoka ambao waga anaishi nayo. So nyoka anaishi nao sasa hivi amekuja open up na kusema kwamba pia anaishi na jeneza, yote kusema kwamba amejipanga kwamba lolote likitokea anytime basi inakuwa ni simple tu watu waende wakamziki, lakini sharti asizikwe Mbeya, asizikwe Dar es Salaam, azikwe kwenye mkoa ambao hajawahi kukanyaga, na mali zake zote yule mtoto ambaye atakuwa anaishi naye by that time ndio huyo mtoto aje kupewa hizo mali aweze kuzimiliki. So ni nani Pipi Jojo au nani? Yote mimi na hatujui, kwa sababu hatujui huo muda ambao yeye anaofikiria ni muda gani sasa. Lakini comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho Chief Godlove yeye kwa upande wake ameweza kujitabiria kwamba kifo, kwamba yeye ni kama vile ameshajitabiria tayari, kwa sababu kuishi na jeneza ndani ni kitu ambacho of course sio cha kawaida. Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukifanya? Unadhani sahihi au anakosea, au pengine huu ni uchulo? Comment yako ikihusika hapo chini ya video utakometisha sana, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.